Mathayo 7:21 hadi 23 inasema kwamba wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako tukatoa pepo, kwa jina lako tukafanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Mpendwa, nataka kuanzia ama kuchukua andiko langu kuanzia mstari wa 21 ambayo imesema kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Kisha inasema bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mahubiri haya mpendwa, ni kwa ajili ya maneno ambayo yanayoendelea. Chanzo chake ni Kristo mwenyewe ambaye ameyatoa, na mimi na yanukuu kwa sababu ya malimwengu siku hizi. Mtu anaweza kuwa na ufahamu mwingi kumuhusu Kristo na bado awe amepotea. Mafarisayo wamekuwa na ufahamu mwingi na bado walikuwa kizazi cha wanafiki. Wengi wanaenda jehanamu kwa kufahamu mengi kabisa. Fahamu iliyopata tu ili uweze kupata ufahamu zaidi, ili ujivunie unayoyafahamu ni ubatili. Ufahamu na kutenda unayoyafahamu ndiyo Ukristo wa kweli. Mpendwa, mtu anaweza kuwa na karama kuu za kiroho na bado awe amepotea. Kipawa cha maombi ni cha kiroho. Mtu anaweza kuomba kwa njia ya kupendeza na bado awe amepotea. Mtu anaweza kuwa na kipawa cha kuhubiri na awe hajaokoka. Yuda alikuwa mhubiri mashuhuri. Yuda alisema, Bwana, 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 tumehubiri kwa jina lako na kwa jina lako tumetoa pepo. Anaweza kuomba zaidi na kuhubiri zaidi kumuliko Mkristo wa kweli na bado yeye awe si Mkristo wa kweli. Mtu anaweza kuwasaidia wengine kupitia maombi yake na mahubiri yake na bado yeye awe asisaidiki yeye mwenyewe. Unaweza kuwa mhubiri, unaweza kuwa na uwezo wa kuhubiri na kuomba au na utendei na utegemee mamlaka ya Mungu anayebariki maombi na mahubiri. Mtu anaweza kuongoka kupitia mahubiri yako na bado yule mhubiri ambaye anakuhubiria aende jehanamu. Mpendwa, nimewajua vijana wengi ambao walikuwa hawahubiri hodari, lakini baadaye waligunduliwa kwamba walikuwa wanafiki. Mtu anaweza kuhubiri kama mmoja wa mitume na aombe kama malaika na bado awe na moyo wa pepo. Mtu anaweza na kipawa ama vipawa vikuu na bado yeye mwenyewe awe mtu aliyepotea. Mhubiri mmoja alisema kwamba mtu maskini ambaye hana mali, ana utajiri, ana elimu huenda mbinguni. Bali sisi tulio na elimu na mali huenda jehanamu. Ni mhubiri mmoja alisema tu. Mtu anaweza kuwa na vipawa vikuu na bali awe mtu aliyepotea. Wakia moja wa neema ya kweli ni bora kuliko pauni 10 ya vipawa. Yuda alimfuata Kristo, alihubiri injili ya Kristo, alitoa pepo na katika jina la Yesu alikula akanywa katika ile meza moja pamoja na Kristo. Bado Yuda alikuwa mnafiki, aliyeenda mahali pake kule jehanamu. Anayejifanya kuwa mtakatifu na hatendi kama Kristo na hatendi utauwa, mwenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Mtu anaweza tangaza ya kwamba yeye ni Mkristo na bado moyo wake haujawahi kubadilika. Ni mnafiki anayeonekana kuwa Mkristo mzuri lakini amejawa na kiburi na uasi. Watu wengi wanaonekana kuwa wenye haki lakini wanavaa haki yao kama barakoa
ili kuficha kiburi na maasi ya mioyo yao. Hilo mpendwa, linamwelezea mtu aliye kama mmoja ambaye amesomea seminari na kuwekwa wakfu, lakini moyo wake haukubadilika. Hivyo aliliacha kanisa na kumfuata kidosho mmoja aliyepotea. Katika Timotheo wa pili 4 mstari wa 10, Biblia inasema, maana Dema aliacha akiipenda ulimwengu huu wa sasa. Mpendwa, watu wengi wamebainika kuwa wanafiki wakati ambapo kiburi chao na uasi wao unapoonekana, wakati ambapo barakoa yao inapopasuka na tukawaona kuwa ni wanafiki. Wengi wataniambia siku ile, ndivyo tumesoma kwamba Bwana, hatukuhubiri kwa jina lako. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Panya na buku wanaweza kuishi katika nyumba moja, lakini nyumba inapoonekana inaanza kuanguka, wanakimbia kutafuta mahali pengine pa usalama. Siku ya furaha katika kanisa huleta wanafiki wengi katika kanisa, lakini kanisa linapotingika wanatoroka, kubainisha ya kwamba wao sio Wakristo wa kweli. Na haijalishi Biblia inasema kwamba waliyosema hapo awali, lakini sasa tunaangalia yale tumeona. Wanasema kwamba popote atakaponiongoza nitamfuata. Nijapo kumbana na taabu au shida, Yesu amenipa uhai, nilisifu jina la dhamani la Yesu. Bado huyo mtu ndiye anakuwa wa kwanza kukimbia kutoka kanisani mgawanyiko unapoanza. Mpendwa, msichana mwingine kwa mfano anasema, nataka wengine wajue mambo makuu Mungu amenitendea. Mungu ayatumie maisha yangu kwa ushuhuda wake. Lakini anatoroka kanisani hata kabla ya mgawanyiko. Kijana mwingine anasema, siwezi eleza jinsi nilivyookolewa na Yesu. Nataka wengine wajue mambo makuu ambayo Kristo amenitendea. Na bado muda mfupi baadaye analiacha kanisa akamfuata mtu mwingine. Na hili linaonyesha dhahiri kwamba maneno yake hayakumaanisha chochote. Alikuwa mnafiki aliyepotea anayeenda jehanamu. Kijana mwingine naye tuseme anasema, upendo huu wake Yesu alionao kwa ajili yangu, siwezi kumpendwa na mtu yeyote ya kutosha isipokuwa Yesu. Natoa maisha yangu kwa Yesu aliye Mwokozi. Mwaka mmoja tu anamsaliti Mwokozi na kuliacha kanisa na kumfuata mtu mwingine. Kijana mwingine, labda mwanafunzi wa chuo kikuu anasema, ninamshukuru Mungu kwa kunitakasa kupitia kwa damu ya dhamani ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Maneno haya yanaonekana kuwa ni mazuri, sivyo? Lakini muda mfupi tu baada ya kusema hivyo, anarejea katika dhambi, anaanza za ulimwengu na analiacha kanisa. Msichana mwingine naye anasema, ushuhuda wangu ni rahisi. Nimemwamini Yesu na akaniokoa. Na mwishowe anamlipa Yesu kwa kuliacha kanisa na kumfuata mtu mwingine. Mwanamke mwingine naye anasema, nilionyeshwa huruma na Mwokozi aliyenipenda na hili sitawahi kulisahau. Lakini muda mfupi baadaye anasahau aliyoyasema na kukimbilia mwasi mwingine na kumfuata. Tunazo taswira ya picha nyingi ya watu ambao wamekuwa wasi na wanafiki, wanakuwa na wasi wengine ambao wanatoka katika mwili wa Kristo na kuelekea kwingine. Wakati mwingine tunasema tumeonyeshwa huruma na Mwokozi ametupenda na hatutaweza kumwacha, lakini muda mchache baadaye tunayasahau tunayosema na kukimbilia kwingine. Ninayasema haya kwa sababu hata mtu mmoja mwingine anasema kwamba mhubiri, nimeona watu wengi wanapokuja kanisani wanatoroka. Usiwahi sasa kuleta watu wengine, maana tumeona watu hawa ni wanafiki walio na sura mbili. Ni ukweli kabisa. Isipokuwa mpendwa, wampende na kujitoa
kikamilifu watatoroka na kuwa kama hawa ambao tumewasema. Yesu anasema hamuna budi kuzaliwa mara ya pili. Hayo ni maneno yanayopatikana katika kitabu cha Yohana 3:7. Mpendwa, Martin Luther naye namnukuu anasema kwamba neema rahisi na rehema rahisi ni usemo mpya, lakini upingaji wa sheria adilifu si jambo geni. Nikimnukuu Martin ni kwamba anapotumia huu msemo ni kusema kwamba unazungumzia wote wanaotaka faida za wokovu, lakini hawataki kanuni za huo wokovu. Hebu nirudie kwamba watu wanataka faida za wokovu, lakini hawataki kanuni za wokovu. Mpendwa, mmoja wa watu wa waasi anasema, mchungaji, ukifikiria hakuna mtu anayeweza kuokoka isipokuwa tu wahudhurie kanisa lake. Mpendwa, najua kwamba hayo si kweli. Mwasi kama huyo ataweza kudanganya kwa njia yote ili kufunika upotevu na uovu wa dhambi zake. Sistaajabu kwamba anadanganya namna hiyo, kwa sababu anajua vyema kwamba maneno hayasemwi hivyo, bali hata mimi siamini vile. Lakini naamini ya kwamba Waefeso 4:12, mwili wako ni hekalu takatifu. Kwa hivyo mpendwa, naamini ya kwamba watu ambao wameacha mwili huu wake Kristo na wanaudhoofisha huu mwili wake, wanapo livamia kanisa lake, wanauvamia mwili wake. Wanapolipasua kanisa lake, wanaupasua mwili wake. Wale ambao sio washirika wa kanisa lake, sio washirika wa mwili wake. Madhehebu mengi ya kiinjilisti hawatilii maanani maandiko, na hii ndio sababu ya uasi, ama wanauasi mwili huu wa Kristo. Watu wengine husema huo ni mtazamo wa kihistoria. Sijali basi wanavyohuita, huu ndio mwelekeo wa Biblia, kwamba kanisa ni mwili wa Kristo. Lakini ninaamini vile vile ya kwamba ninakuuliza asubuhi, mchana ama jioni hii, popote ulipo uje kwa Yesu. Amefufuka kwa wafu na ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu juu mbinguni. Kuja kwa Yesu, ondokeni ulimwengu wa dhambi, muamini Yesu na atakutakasa dhambi zote na damu yake ya thamani. Muamini Yesu na utakuwa sehemu ya mwili wake ambao ni kanisa takatifu. Amina. Ikiwa umepata jambo hili, ningependa ushiriki nami katika makala yanayokuja kila siku ya juma ndani ya AGR News, ili uweze kubarikiwa pamoja nami wakati huu ambapo tunaendelea kuyatazama maandiko matakatifu. Mungu awe pamoja nawe, na wakati huu wa unafiki mkuu uweze kutofautisha, maana Mathayo inasema kwamba kwa matunda yao watawajua. Haya basi, maandiko haya tutaendelea kuyasoma juma hili nzima, na Mungu awe pamoja nawe. Kutoka Marekani ya Kati, ndimi wenu Orina Ontiri.